Mimi ni Martha Saranga. Mtayarishaji mkongwe wa muziki wa Bongo Flava nchini Tanzania, ambaye pia ni mmoja wa waasisi wa muziki huo, Paul Mathias almaarufu P-Funk, anasema anajivunia kuona Bongo Flava ilipofika, licha ya kwamba ana wasiwasi utambulisho wake unapotea kutokana na wasanii wengi wa sasa kutaka kuendana na soko la kimataifa. Kwa sasa P-Funk ameachana na uandaaji wa muziki na amejikita kwenye kilimo na uandaaji wa makala za utalii na filamu. Mwandishi wa BBC Gansala amemtembelea mjini Arusha na kuandaa taarifa hii. Bongo Flava ilitokana na zamani. Bongo ilikuwa jina la Dar es Salaam. Tulikuwa tunaita Bongo kwa sababu ilibidi utumie ubongo wako ili kuweza kuishi kwenye mji wa Dar es Salaam. Ilikuwa 94 ndio ilikuwa msemo fulani hivi. Ndio Bongo Flava ikaja kwenye redio tukipeleka local music. Ilikuwa kipindi hicho ni Radio 1, walikuwa naita hizi flavor, hizi ladha mpya za bongo. Ndio polepole ika develop ikawa Bongo Flava. Kweli najivunia kuona kitu tulichokianzisha tulipokuwa vijana wadogo kilikuwa hakina matarajio yoyote. Watu kwenye jamii walikuwa waheshimu hiyo sanaa ya Bongo Flava, muziki wa nyumbani. Lakini sasa hivi muziki umevuka mipaka, umefika kote bungeni. Zamani ilikuwa nyimbo za vijana za mtaani. Muziki umegeuka haswa biashara sana. So kuna watu pia wanaingia kwenye muziki kwa malengo ya biashara tu. Alafu kuna ile unapenda muziki. Mashairi yenyewe kipindi kile ukiangalia yalikuwa yanagusa jamii, yanaangalia matatizo ya jamii, yanaendana na society yetu. Kwa sasa hivi zaidi muziki ni kwa ajili ya burudani, kufurahisha na kufuata mkumbo wa kimataifa. Uandaaji na utunzi, kwa sasa hivi teknolojia imesaidia sana. Unaweza usijue kutumia hata vyombo vya studio vizuri na software ikakusaidia na mambo mengi. Kwa kipindi kile most of the time ilikuwa kipaji kwanza. Mtu ameimba sana mtaani, ameimba sana nyumbani, ameimba sana kwenye majukwaa, akiingia studio ana ujuzi ule. Hata mashairi amekaa nayo, ameyakariri kabisa kichwani. Sasa hivi mtu anaweza kaingia studio, anaimba mistari 4, anakaa kwenye kiti, anarudi tena, anaweka mistari 4 mpaka nyimbo inakamilika. Teknolojia zamani ilikuwa ikuruhusu urekodi vipande. Mimi ningependa kwanza nikwambie, mimi niliacha muziki kwa sababu misingi ya mifumo ya haki miliki ilikuwa imeelemea upande mmoja. Na kama mtu anaelewa haki miliki ilivyokaa, ni kwamba mbunifu yoyote ana haki yake. So zile haki, ukienda sehemu zetu za haki miliki Kosota wapi, huaga wakutambui. Unakuta mirabaha inatoka, umeachwa kabisa. So unaona kama unafanya kazi ya kanisa sasa. Bongo Flava ilikuwa na identity yake kabisa, ambao unaweza kwenda sehemu yote duniani na usisikie muziki kama ule. There was an identity. Sasa hivi it's more like mtu anaweza kafanya Bongo Flava moja alafu nyingine zote ama piano. Tunapoteza, ingalau wanajaribu kushindana na masoko ya kimataifa, lakini mimi nachoamini uniqueness ndio itauza product yako. Ukiwa na muziki mzuri lakini tofauti, it means una stand out from the rest. Mtayarishaji mkongwe wa muziki wa Bongo Flava nchini Tanzania, ambaye pia ni mmoja wa waasisi wa muziki huo, almaarufu P-Funk Majani. Yahya Ali kutoka visiwani Zanzibar ni miongoni mwa vijana wanaotumia sanaa ya nashid kueneza ujumbe wa maadili mema katika jamii. Nashid ni sanaa ya kughani, mwimbaji wake huitwa munshid. Nashid za Munshid Ali zimekuwa zikisikilizwa sana katika mikusanyiko ya kijamii na matukio mbalimbali ya kidini. Munshid huyu hutumia pia kipaji chake kuleta ujumbe wa matumaini, upendo na kumkumbusha mwanadamu kumkaribia Mwenyezi Mungu. Mwandishi wa BBC Omari Mkambara amekutana na Munshid huyu na kuandaa taarifa ifuatayo.
قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك. Munshidi Ali Yahya akionyesha umahiri wake wa kutumia sauti akighani nashidi mashuhuri ya Mahir Zain inayofahamika kama Kalbi fil Madina. Lakini nilitamani kufahamu zaidi kipi kilimpa hamasa iliyomfanya Ali kuwa munshidi. Kwa kweli kitu ambacho kilinihamasisha ni kipaji ambacho Mungu amenijalia. Safari yangu ilianza vipi? Ilianza nilipokuwa shule. Nilipofika form 5 nikaanza kuwa na ghani zile na shade darasani kana wenzangu. Ingine pia pale shule kuna mwenzangu alikuwa yeye ameshatangulia kuimba. Ni mzoefu ama ni maarufu kwa muda ule. Kwa pia yule alikuwa kama ni hamasa kwangu. Tuko katika 10 la mwisho la mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Hebu nipe nashid moja ambayo inazungumzia mwezi huu wa Ramadhani. Karibu mgeni mwema mtukufu Ramadhani, ni mwezi wenye neema na fadhila duniani. Ndani yako tunachuma fadhila pia imani. Karibu mgeni mwema mtukufu Ramadhani. Mashallah, una sauti nzuri hivi ambayo inasikika vizuri. Sasa kwa kijana kama wewe kuwa munshidi kuna kujenga vipi haswa kwenye swala la kiimani? Inanisaidia sana kwa sababu inanichochea. Fahamu, maybe nizungumze kitu fulani, labda swala, shafahamu. Kwa hiyo kutokana na imani yangu najua swala sio jambo la kuacha, ni swala la msingi. Kwa inanipa kitu, yani kwamba hebu fanya kitu fulani ambacho ukikifanya pia unakuta kina relate na jamii. Kwa unakuta kinagusa watu, shafahamu. Kiburi unazungumzia, maybe utazungumzia athari za kiburi. Kwa hiyo utaangalia katika imani yangu mimi kiburi kinachukuliwaje, ni kitu ambacho hakifai. Kwa hiyo pia inakupa point, shafahamu, na unakuta ukitoa watu wanapokea. Ali, nimesikia mara kadhaa mijadala ya kiimani kuwa nashidi ni kama muziki wa aina nyingine tu za kidunia, kwa kuwa unatumia ala za muziki kama ilivyo muziki mingine. Wewe ni mtayarishaji wa nashidi kwa maana ya muandaaji, tumezoea kusema producer, lakini pia wewe unaghani. Swala hili likoje haswa kiimani? Unajua nashidi kwa mtu ambaye afahamu anaweza kusema hivyo, lakini kwa mtu ambaye anahusika na utayarishaji kama mimi naweza kukataa hilo swala. Shafahamu, kwa sababu naweza kusema nashidi ni sauti tupu. Ni sauti tupu, sema tu mpangilio wake. Sisi labda kusema ni shairi tu moja nimeghani kama hapa, hapana. Mfano hapa nimeghani karibu mgeni mwema, ni live, lakini nikienda kuitayarisha nikishafanya na auto tuning chini yake karibu mgeni mwema naika hizo nyako kwa mchanganyiko wa zile sauti zikishatengenezwa vizuri zinaleta ladha nzuri, shafahamu. Kwa hiyo wengine wanashindwa kufahamu kwamba zile ni sauti tupu.